Tumeishia pale. Sister alikuwa amesimama mbele ya mtumbwi, macho yake yakitazama mbali kwenye upeo wa bahari. Mawimbi yalikuwa tulivu mwanzoni, yakigonga chombo kwa sauti ya kupumzisha. Walikuwa njiani kuelekea kisiwa cha Bahari Nyeusi, kisiwa kilichosimuliwa kuwa na siri za kale na nguvu zisizoeleweka. Ghafla, upepo ulibadilika. Anga lilianza kufunika na mawingu mazito meusi, kana kwamba giza lilikuwa linaishi humo. Bahari ikaanza kubadilika rangi, kutoka samawati hadi kijivu kizito. Mawimbi yakaanza kuinuka, mtumbwi ukitikiswa kwa nguvu. Ndipo yakatokea, kutoka ndani ya ukungu mzito, maswahibu ya giza yalijitokeza, viumbe visivyo na sura kamili, macho yao yakimeta kama makaa ya moto. Sauti zao zilikuwa kama mnongono wa upepo wa kifo, zikisema majina yao kwa sauti ya kutisha. Mtumbwi ukasimama ghafla, kana kwamba kitu kilikuwa kimeushika kutoka chini ya maji. Sister akahisi baridi kali ikimpitia mgongoni. Alijua hii haikuwa ajali ya kawaida ya bahari. Haya yalikuwa majaribu ya kwanza kabla ya kufika kisiwani. Akakunja mikono yake, moyo ukidunda kwa nguvu, akijiuliza. Mawimbi makubwa yaliwakumba kutoka mbele, yakaitikisa mashua yao kama jani. Sister na wenzake walishikana kwa hofu. Maji yakaanza kuingia ndani, ndipo kwa mbali wakaona kisiwa kijani chenye miti mirefu, kikaonekana kama wokovu. Twende pale, mmoja akapiga kelele kwa sauti ya matumaini. Kwa nguvu zao za mwisho wakaelekeza mashua upande wa kisiwa. Walipofika ufukweni, kila kitu kilionekana kimya sana. Kimya kisicho cha kawaida. Hakukuwa na ndege wala sauti ya upepo, ni mapigo ya mioyo yao tu. Walipoingia ndani ya msitu, waliona alama za miguu ya watu nyingi. Kabla hawajaelewa chochote, ghafla watu waliovaa ngozi za wanyama wakatokea kila upande. Nyuso zao zilikuwa zimechorwa rangi za ajabu, macho yao yakitazama bila huruma. Sister alijaribu kukimbia, lakini mikono mingi ikamshika. Wakafungwa kwa kamba, wakapelekwa ndani ya kijiji kilichojengwa kwa mifupa na miti. Ndipo mzee wa kabila akasema kwa sauti nzito, akiongea kwa kilugha hakuna mtu aliyeweka kumwelewa, sio Sister wala nahodha. Yule Sister alisimama kimya, moyo wake ukipiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Hakuwa anaelewa lugha yao, lakini macho yao yalizungumza mengi kuliko maneno. Kila walipomtazama, walitabasamu kwa njia ya kutisha, tabasamu lililomfanya ahisi baridi ikipita mgongoni. Walikuwa wamewafunga kwa kamba nzito, zilizokaza mikononi na miguuni. Kila alipojaribu kujisogeza, kamba zilimkata ngozi na kuacha maumivu makali. Alipoangalia chini, akaona sakafu ilikuwa imejaa madoa meusi yaliyofanana na damu iliyokauka. Harufu nzito ya moshi na nyama iliyochomeka ilijaa hewani, ikamfanya apate kichefuchefu. Pembeni ya chumba, wanaume wale walikuwa wanapanga kuni, wakizipanga kwa umakini kana kwamba walikuwa wanajiandaa kwa sherehe fulani. Moto mdogo ulikuwa tayari unawaka, na sauti ya kuni zikipasuka ilisikika kama mifupa inayovunjika. Kila mwanga wa moto ulipoangaza, uliakisi visu vikubwa vilivyokuwa vimenolewa na kung'aa ukutani. Ndipo hofu ikamvaa kabisa. Akagundua kuwa hapa hapakuwa mahali pa kawaida. Hakukuwa na shaka tena, hawa hawakuwa watu wazuri. Akajaribu kupiga kelele, lakini sauti ilimkwama kooni. Midomo yake ilitetemeka, macho yakajaa machozi. Mmoja wao akamsogelea polepole, akiinua kisu chake kwa utulivu wa kutisha. Akasema kitu kwa lugha ambayo Sister hakuielewa, kisha wote wakacheka kwa sauti nzito, sauti iliyojaza chumba kama kilio cha mapepo. Ndipo akahisi ukweli mchungu ukimchoma moyoni. Hawakuwa wanataka kumuumiza tu, walikuwa wanajiandaa kuwala nyama. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, alihisi kifo kikiwa karibu kiasi hicho, kikimngojea, kikinusa hofu yake, kikiwa tayari kumchukua. Jioni ilikuwa imeshuka polepole. Anga lilikuwa la kijivu kizito, kana kwamba nalo lilijua kilichokuwa kinakaribia kutokea. Dada yule, Sister, alikuwa amefungwa kwa kamba nzito mikononi na miguuni, ameketi chini karibu na mti mkubwa wa zamani. Wanakijiji wabaya walikuwa wamemzunguka kwa umbali, wakizungumza kwa lugha ya kwao, lugha ngeni kabisa kwake. Maneno yao yalikuwa makali, sauti zao zenye hasira, lakini yeye hakuweza kuelewa hata neno moja. Alijaribu kuzungumza nao kwa ishara, machozi yakimtoka. Aliinua mikono yake iliyofungwa, akitikisa kichwa kuonyesha hakuwa adui. Lakini walicheka kwa kejeli. Mmoja wao, mrefu mwenye alama usoni, alisema jambo kwa sauti kubwa. Wengine wakapiga kelele za kukubaliana. Sister alihisi baridi ikipita mgongoni, alihisi hukumu yake ilikuwa tayari imeshatolewa. Moto mdogo ulikuwa unawashwa pembeni. Moshi ulipanda juu, ukichanganyika na harufu ya kuni mbichi. Jua lilikuwa linaelekea kuzama. Kila dakika ilimkaribisha zaidi na usiku. Na kifo alijaribu kupiga kelele, tafadhali, naomba,
lakini kwao zilikuwa sauti zisizo na maana. Hakuna aliyemsikiliza, hakuna aliyemwelewa. Lakini ghafla, kati ya kelele za wanakijiji, Sister alisikia kitu tofauti, sauti ya hatua za mtu mmoja, kimya lakini za haraka, zikija kutoka upande wa msitu. Mvulana mdogo wa kijiji alisimama nyuma ya wengine, macho yake yakikutana na ya Sister. Tofauti na wengine, macho yake hayakuwa na chuki. Yalikuwa na shaka. Usiku uliingia kimya kimya, mzito kama blanketi la giza. Mwezi mwembamba ulijificha nyuma ya mawingu, kana kwamba nao haukutaka kushuhudia yatakayofanyika. Moto ulikuwa sasa unawaka zaidi, mwanga wake ukicheza kwenye nyuso za wanakijiji waliokusanyika kuzunguka mti. Sister alitetemeka. Sio kwa baridi pekee, bali kwa hofu iliyokuwa imemvaa moyo mzima. Alikuwa amechoka kupiga kelele, sauti yake ilikuwa imekauka. Kila alichoweza kufanya sasa ni kupumua polepole, macho yake yakitazama giza, akijiuliza kama huu ndio mwisho wa maisha yake. Kiongozi wa kijiji alisimama. Alisema maneno machache kwa lugha yao, kwa sauti nzito na ya mwisho. Wanakijiji wakanyamaza. Wawili wakamsogelea Sister, wakamvuta kidogo kutoka chini. Kamba zikamsugua ngozi, akakaza meno asipige kelele. Ndani ya umati, yule mvulana mdogo aliyemwona jioni alijificha nyuma ya watu wazima. Mikono yake ilitetemeka. Alimtazama Sister, macho yao yakikutana tena. Safari hii alimfanyia ishara ndogo, ishara ya subiri. Aliyegundua, Sister alifungwa wima kwenye mti. Alifunga macho kwa sekunde chache, akavuta pumzi ndefu. Hakukuwa na sala kwa lugha walioelewa, lakini moyoni mwake alizungumza kwa sauti ya kimya, kama kuna muujiza, uje sasa. Moto ulipoletwa karibu zaidi, mvulana yule aliteleza taratibu nyuma ya mti, akijificha kwenye kivuli. Kwa mikono midogo lakini yenye haraka, alitoa kitu kilichong'aa kidogo, kisu cha kukatia kamba. Alikata fundo la chini kwa haraka, bila sauti. Kamba ikalegea kidogo. Sister alihisi tofauti hiyo. Alifungua macho, moyo wake ukadunda kwa nguvu. Hakuthubutu kugeuka. Alingoja. Moto ulipokaribia zaidi, mvulana alikata fundo la pili, haraka, kwa hofu. Ghafla, mbwa wa kijiji akabweka, kiongozi akageuka. Nini hicho? Mvulana aliruka gizani. Kamba zikakatika kabisa. Sister akaanguka mbele, akaangukia mavumbi, kisha bila kufikiri akaanza kukimbia kuelekea msituni, miguu yake ikifanya kazi kabla hofu haijamshika tena. Je, unadhani itakuwaje kule mbele? Sister na baharia yule watafanikiwa kutoka sehemu ile au la? Basi usiache kunifollow na kucomment next.